to us. Master, speak, for your servants are listening. By your word, meet your people at their points of need. Come and take control from this pulpit to the far end. Speak to your people, O Lord, for we are listening. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let us be seated, please. Kuchukua video unaweza kalia pale. Nilikuwa nimekaa Thank you, the Pastor Bishop, the Reverend Dr. Christopher, Bishop Kogo, the clergy, all Christians and delegates who are in this service. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Mkono wako mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. My name is John Orina Omangi, Bishop of Southern Nyanza, PC. I'm born again. I love Jesus Christ as my Savior and Lord. I bring you greetings from my family, my wife Beth Wamboi. She was not able to join me because she had traveled somewhere. I also want to thank God for the Diocese of Eldoret through the Bishop for inviting me to come and worship with you today. I'm happy to be here. When I heard that you are celebrating the 42 years, I was just when they asked those people who are 42 years to stand, I was almost standing because I was born in the month of July 7th, 1982. So I'm just 1 month away to be one year ahead. So this diocese is as old as me and as young as me. Praise God. Amen. So we thank God for today. Today is Pentecost Sunday. The word Pentecost comes from the word Pentagon. So pea jirani yako tano. Pea jirani yako tano, umwambie karibu. Huh? Naona wengine they are not doing that. High five. Yeah. Give your neighbor high five and mwambie it is good to be here. Yeah. It is good to be in the presence of the Lord today, ili tukaweze kubarikiwa pamoja. So Upper Southern Nyanza keeps on praying for you and want to learn from you because you have been here for long. Upper Southern Nyanza is 3 years old as a diocese, which was planted in a missionary area. So we are here to learn and also to copy many things for the glory of God. And it happened that when we were doing election, the Bishop of Eldoret was the chairman in the electoral college in Kisii. So you are our parents. Praise God. Amen.
So when a parent calls me, I will not say no. Wazazi wakiita, mimi ninawacha yale ambayo ninafanya, ninakuja kwa sababu nimeitwa na Baba. Hallelujah. So when I was invited to come, I had to come so that we will be blessed together. When I was here last time, I spoke something which I want to begin from there before I go to the preaching. I spoke about 4 people who are in the church. 4 types of people who are gathered here today. So I want you to know which category you could be. Among those, today I'm adding, there are going to be 5. There are how many? 5 people whom we have in the church. One is those who want to make things happen. Those who want to make things happen, but they have no power. They want things to happen, but they have no power. That's one group. Group number 2 is those who don't want anything to happen. Wale ambao hawataki jambo lolote litendeke ama lifanyike. Hiyo ni group ya pili. Iko kanisani. Group ya 3 ni wale those who make things happen. Those who make things happen. Wanaosababisha mambo kufanyika. Now there are 2 groups. Under those who make things happen. Those who make good things to happen, and those who make bad things to happen. They are still in the church. They make things happen, either good or bad. Then another group is those who wonder what is happening. Or what happened. They wonder what is happening or what happened. So ask your neighbor, which group are you? Muuliza mwingine ako kikundi gani? Among those groups, which one is best? Kiangalia hizo vikundi ni gani iko ya maana? You know, I'm a preacher, want to interact with people. Which one is best? The first one. Those who wonder what happened. No. Those who want things to happen. Good things to happen. Or those who make things. Yeah. I'm praying that today, as we are gathering here, we have a group of those who make good things to happen. Want to be part of and parcel of people who make good things happen. If the church will have a majority of those people, we will have no problem. Imagine. But if you analyze the churches, we have those who wonder what is happening. Ndio wako wengi katika makanisa. They are wondering what is happening. They are not participating. Wana wonder, oh, mbona leo wameweka color red? They are wondering. They are wondering, why are we here? They are wondering why we are gathering every year. But I believe I want to speak to men and women of God who will say, I want to be a person who make good things happen. We are reading in the book of Isaiah chapter 5, verse 1 to 4. The Biblia ya Isaiah is very important in the Old Testament because it links the Old Testament and the New Testament. It forms the canon of the Bible because it has 66 chapters and 39 of them. And it is the only
Bible in the Old Testament which gave much prophecy concerning the coming of the Messiah. Na inaeleza mambo mengi which found fulfillment in the person of Jesus Christ. Now chapter 5 speaks of a song for a vineyard. Wimbo ulioimbiwa shamba. And the song is put there deliberately by the author to capture the attention of the children of Israel. Nyimbo ni ya maana sana. Tunajua ya kwamba wimbo unapoimbwa inabeba message. Songs were composed for various purposes, for various occasions. Songs spoke of experience, expectation, and things that people aspired for. So huyu akatengeneza wimbo na anaimba kuhusu mzabibu, shamba la mizabibu. And he said that mkulima huyu alichukua shamba, akalima, akang'oa mawe, akang'oa visiki, akang'oa miti ambayo ilikuwa ya maana, akachimba kisima, akaweka maji pale, akaweka hua fence, akaweka pawapu, alafu akaenda akaleta mzabibu nchi ya mbali, akaupanda, akawekea mbolea, akafanya kila kitu, akitarajia kwamba hiyo shamba na hiyo mzabibu utamea, usae matunda. So the song continues to say, when the time of harvest came, the master went to see whether there is any fruit in the vineyard. But he was disappointed. He expected good fruits, but instead he found bad, bitter fruits. Then he complains and says, what have I not done that I was supposed to do? Even the security I provided by the wall, even this water, there was a well, and what somebody was watering. Even the stones I removed, even this fertilizer I added. What else would I have not done? That's one that we find in the book of Isaiah. And if you transpose to the New Testament, you'll find the same parable in the book of Luke chapter 13, verse 6 to 9, where again the master speaks of a fig tree that was planted in a vineyard, and the master visited it for 1 year, 2 years, 3 years. He did not find any fruit. Then he asked the vine dresser, why should this tree continue to exist? Mbona hii mti iendelee kuwepo? Kata, itubilie mbali. Then the vine or the gardener pleaded on behalf of the tree and said, Master, give me 1 more year. I will water it. I will prune it. I will do all that I can. If next year you come a time as this and find there is no fruit, then cut it off. We are seeing both the Old Testament, God is disappointed, and the New Testament, Jesus Christ is also disappointed by the people of Israel, whom he had saved and brought from a far country. Praise God. Amen. Whom he had brought from a far country, where they were slaves, where they were suffering, where they were under oppression, where they were having many problems. If you read Exodus chapter 3,
verse 1 to 12, the Bible says, I have seen, I have heard, I have seen the misery of my people, I have heard the cry of my people, I have seen how they are oppressed, I have heard how they are crying to me, I have come to deliver them. That's Exodus chapter 3, verse 1 to 12. God saw, heard, and came. He saw the misery, he heard the cry, he came to save the children of Israel, and so that he may take them to a promised land, so that he may plant them, so that they may serve him and bear fruits. Praise God. Amen. Kama unanisikia nipungie mkono. Bwana asifiwe. Amen. God saved the children of Israel with a purpose, that they may serve him. Turn to your neighbor and say, you are saved to serve. You are saved to serve God and bear fruits. Unafaa kuzaa matunda. Bwana asifiwe. God has saved you and has planted. He has planted you in this diocese of Eldoret. He has planted you in that office where you are serving as a leader. He has placed you in that home as a husband. He has placed you in that home as a wife, as a child, that you may bear fruits. Our God expects us to bear fruits. You have been saved to make a positive contribution. God has invested heavily in your life. He has deposited many deposits in you. He has given you a mind. He has given you a will. He has given you finances. He has given you friends. He has put deposits in you. Turn to your neighbor and say, God has deposited many things in you. You are not empty-handed. Nani anaamini maneno hayo? Bwana asifiwe. Wewe sio kitu bure. Mungu ameweka vitu nyingi ndani yako. God has invested. Behold how he invested in the garden. He put a wall. He put a system. He put a watchman. He watered them. He planted them. God has deposited many things in your life as a Christian believer, as a human being. He has not left anyone empty-handed. The believer is supposed to bear fruits. Life is about fruitfulness. A value-added life is a fruitful life. Life is about fruitfulness. Kuzaa matunda. Na watu wengine wamekaa tu hawajazaa matunda. The vineyard belongs to God. The vineyard belongs to God. Don't say you belong to God. You are not on your own. Wewe ni mali ya Mungu. You belong to God. He has planted you. Uzae matunda. God wants as much fruits as possible from your life. God gave you the seed, but he wants the fruit from you. Turn to your neighbor and say, God has given you the fruit, but he wants, God has given you the seed, but he wants the fruit from you. Mungu amekupea mbegu, anataka matunda kutoka kwako. Sasa watu wengine wamezaa matunda mbaya sana, machungu. Ukienda hata ukienda kwa ndoa saa hii, wazee na wamama wakati walikuwa wanachumiana walikuwa wanaitana sweet. Sweet. Siku hizi majenzi wanaitana babe. Peps. Anaita my fish in the ocean. Lake.
You are my sweet, you are my banana, you are my avocado, you are my, you are peps. But as people continue in their marriage, unapata kwamba divai inaisha. Wine is getting finished. If there are some couples in their marriage, there's no wine at all. Divai iliisha kitambo. Siku hizi wanaitana we. Kwa nini wanaitana we? Divai iliisha kitambo, wameanza kuzaa matunda mabaya. So those sweet words are no longer there. Today ni we, Satan wewe, ng'ombe, wanatusi. Siku hizo kuna watu wengine wanatusi na wengine wameenda training ya matusi. Bwana asifiwe. Basi siku hizo they don't regard their wives. Their wives, they no longer regard their husband. Hapo sasa nikiuliza, ni siku gani wewe mama ulipata text kutoka kwa mzee wako akikwambia nakupenda? Kwa message. Hallelujah. Tukiwa hapa, andikia bibi yako message mwambie nakupenda. Ukienda nyumbani ona kama hata kupikia vizuri. Ukitoka hapa pita sokoni, nunua handkerchief, pelekea mnunulia socks umpelekee. Hallelujah. Mbia jirani yako unazaa matunda. Ni tunda gani uko nalo? God has given us the seed. He wants us to bear fruits and give back fruits to Him. If you read the Gospel of Matthew chapter 25, where the master gave a seed to 3 people. One he gave 1, another one he gave 2, another one he gave 5, and he told them, I'm going far away, but I will come back later. He didn't tell them what to do with the talent. But one thing he assured them is that he will come. Definitely he will come. So he went far away, then akarudi. Akaita wale wa jamaa watatu ili wamrudishie talanta yake. The Bible says the one who was given 5 came with a lot of courage and said, Master, you gave me 5, I have worked very hard here, I have produced 5 more, so I have 10. Then the master said, well done, faithful servant. And that's the most recommendation that has come from God. Well done, faithful servant. Akachukua hizo 10. Then the one who was given 2 also came with a lot of courage and said, Master, you gave me 2, I have worked so hard, I produced 2 more, so I am having 4. The master said, well done, faithful servant. Then the writer of the Bible says very something interesting. He says, the other one. Hallelujah. The other one. Unasikia maneno? Na yule mwingine. The other one came. Ask your neighbor, are you within the bracket or outside the bracket? Are you within the bracket or outside the bracket? The other one. What did the other one say? I know. You are serious. You are a hard man who harvests where he has not planted. Just angalia vile mjamaa anaanza kusema. You are a hard man who harvests where he has not planted. You gave me 1 talent, I hid it faithfully. And here is your talent.
He begins by giving excuse that he knows that the master is a hard man. I will say the excuses are the excuse of the incompetent. Praise God. Amen. The incompetent people always make excuses why they have not performed certain tasks. Kiona mtoto ameanza kuja, unajua sikuwa darasa mara nyingi, sikuwa hapa na pale. Excuses. Then the master said, I gave you a seed. At least you could have invested it with bankers. That's the only where it is mentioned in the Bible about investing with bankers. You could have invested with bankers at least my seed. Praise God. Amen. My seed will have produced interest. Alafu akasema nyanganya yeye hiyo moja. Nani aliongezewa? Watano. Hilo watano. Alafu kingine nasema asiye nayo. He who has nothing, even that which he has, Will be taken away. hallelujah. Amen. Are you following me? Yes. He who has Nothing. nothing, even that which He he has has will be taken away. away. Na nani anaongezewa? Ule aliye nayo. Wewe hata angalia, ukiangalia hata hapa saa hii kwa matanga ya Kiafrika na ya Nyanza, sema ya Kisii, mtu maskini akifa na tajiri afe, ni wapi pesa nyingi inatolewa? Tajiri. Bwana asifiwe. Ni wapi watu wanatoa sana? Tajiri. Kwa sababu yule ana hata kile ako nacho Anyang'anya. ananyang'anywa, na ile ako nayo anafanya nini? Anapewa. Anapewa. Ambia jirani yako usiwe kama hauna katika hii ibada. Tunaenda kuona wale ambao hawana. Tukifika wakati wa kutoa shukrani kwa Mungu, we will see those who always say hawana. Hata kila ambacho wako nacho watanyang'anywa, na wale wako nayo watafanya nini? Watapewa. Hallelujah. Amen. Turn to your neighbor and say, God has given you a seed. He wants the fruit He wants from you. from you. Pigie Bwana Yesu makofi. This Isaya anaomboleza sana kuhusu wana wa Israeli, that God expected them to demonstrate his glory, to cause other nations to know him, but they never bear fruit. Instead, what God saw there was bloodshed, corruption, a lack of justice and righteousness. He saw murder, he saw death, he saw many things. That's the implication of the song. That God had saved them. He had expected to see them offering services, offering love and compassion to the sad. But instead, what they found out was bitter things that were happening around them. Bwana asifiwe. Mungu amekuokoa ili ukaweze kuzaa matunda. Why should you continue to exist? If your life is fruitless, it doesn't matter who praises you. And if your life is fruitful, it doesn't matter who criticizes you. Let me repeat. If your life is fruitless, it doesn't matter who praises you. But if your life is fruitful, it doesn't matter who criticizes you. The amount of time you spend with Jesus, meditating on his word and his majesty, seeking his face, will establish you and you will become fruitful in his kingdom.
once again ask yourself where you are katika wale wa jamaa wa tano niliyosema. Now, when I was growing up in my early days, there was a disease called mumps. Inaitwaje? Kwa lugha yenu inaitwaje? Sijasikia rasta mkayo. Mumps ni ugonjwa ambayo nilikuwa tunafura masafu. Na there was no cure. Kukuwa na dawa. So what I remember, my parents walikuwa wananiambia tuende tukusanye kuni. Tukusanye firewood. So tunakusanya firewood, then we go to a tree. Na mti ambao unaitwa omotembe. Sijui hiyo ni Kisii. Unanielewa? Hiyo mti inaitwa omotembe kwa Kisii. So tunakusanya kuni, alafu asubuhi na mapema tunaambiwa tukimbie kwa ule mti, tuende turushe kuni yetu pale. Kwa hiyo mti, sema hiyo ni mti, tunaenda na kuni, alafu tunasema kwa Kisii motembe sago chao. Yaani hiyo mti tunasema hii ugonjwa ni ya, tunarusha kuni pale, alafu kimbia kwenda nyumbani bila kuangalia nyuma, kwa sababu ukiangalia nyuma hautapona. Bwana asifiwe. Na nilifanya hivyo, nikarusha kuni kwa hiyo mti, nikakimbia kwa nyumbani bila kuangalia nyuma. The following day, siku hiyo mumps, hiyo mumps ilikuwa imepona. Can you imagine? Sasa sijawahi jua mpaka saa hii whether ni le motembe iliniponya ama ni Mungu. Lakini naamini ni Mungu aliona upumbavu wangu, akaona imani yangu, kafanya nini? Akaniponya. Ambia jirani yako, Ukristo unahitaji ujinga fulani. Lazima umchinga kwa mambo ya kiroho kama unataka kupata baraka ya Mungu. Haleluya. So ambia jirani yako, leo lazima turushe kwa Mungu ili atuponye. Leo tumekuja hapa tukisherekea na tukichangia kwa mradi, turushe. Tuseme hii ni yako. Mungu napeana kwako uniponye. Haleluya. Mungu na surrender kwako unionekanie. Na Waanglikana tunasema all our problem, we take them to the cross of Christ. Our difficulties, we take them to the cross of Christ. Sasa kama a typical Kisii anaamini kwamba omotembe itaweza mponya mumps, sebuza sisi wa Kristo ambayo tunaamini Mungu aliye hai ameweka altar, ameweka kanisa, ameweka madhabahu na watumishi wake. Nasema tuje pale tupeane tithes and offering. God has commanded that the church should be financed through tithes and offering. Christianity has grown through generosity in homes and generosity of people. Tupeane. Unajua ukiona nimesimama hivi, mimi Mungu ameinvest kwangu. Hallelujah. God has invested in me. You know, when you see me preaching this way and standing before you, I know where God has brought me from. I don't speak something that I have not experienced.
I've experienced the grace and the power of God in my life. One day, huko Kisii mvua inanyesha sana. Siku na mchana, jana nilikuja mvua ilikuwa inanyesha hata uone mbele. So, my parents walikuwa wanakunywa pombe. Brewing. Busa na chang. Walikuwa wanatengeneza usiku na mchana. I come from a polygamous home. The second marriage of my father. In fact, not the second. Mainly because recently some children showed up from Tanzania. Looking for their father. Then we resemble one another. And I hosted them. When I see huh? So, we were in that poor home. I don't say humble background. I want to say poor. When I see you. I just not going to sugarcoat that I'm coming from humble. Nothing like humble. I was coming from a poor, abject poverty. Actually, I never put shoes on my feet. I never owned a sweater. Never owned a textbook. So wazazi wangu walikuwa wanakunywa 24/7 na kutengeneza pombe. Pombe ilikuwa nyumbani. You know, sasa nyumba ilikuwa ni ya nyasi. If you look at my hand, nimechikata hapa because I'm left-handed. I write by left, I left by left. Sasa nikachikata mkono kwa sababu nilikuwa naishi huko mtoni nikikata nyasi ya kuseheka nyumba. After 2 weeks imerot, mvua inanyesha. Unanielewa lakini? So one day mvua ilinyesha sana na ikaisha, nikaenda kuchota maji after rains. Nikaenda mtoni. Tena nikapata mzee ambaye jirani yetu. My neighbor at home. Grandfather, distant grandfather. Akanisimamisha. He called my attention. Nikiwa na mtungi kwenda mtoni baada ya mvua kunyesha imeisha, lakini hatukuwa na nyumba ya mapati, so lazima niende mtoni kuchota maji. Then he called my attention kwa Kikisi. Hiyo ndio kwa Kiswahili ndasema, je, simamisha. Je, nikasimama. Alafu niswali, wewe kwenu mvua haikunyesha? Wewe kwenu mvua haikunyesha? Nikasikia ile kinaitwa holy hunger. Unajua ile holy hunger? Ile mori. Nikasema sikumjibu. Nikasema Mungu nisaidie. I will work hard. Bwana asifiwe. I will work very hard. Hii naambiwa kwetu mvua haikunyesha. Nitafanya bidii. Actually nilifanya bidii. Friends, I have known what poverty is. Nilienda shule, beginning day secondary school, no lunch for 4 years. Bali. Sasa juzi, I think last year, the same man came to me. Akaniambia, Bishop, sasa ananiita Bishop. Nikasimama. Akaniambia, I want to apologize. Kamuliza, nini? Want to apologize. You remember siku ulikuwa unaenda mtoni? Nilikwambia hivi, hiyo kitu imenisumbua, nimekuja kuomba msamaha. Mimi nikamwambia hiyo maneno nilisahau kitambo. Mimi hata actually kwa kuhakikishia sina kinyongo na wewe ulinisaidia. Praise God. Ulinisaidia kufanya bidii. Bwana Yesu asifiwe. So friends, God has
done many things in your life and in my life, and we owe him every reason to bear fruits. Bwana asifiwe. Usae matunda. Ukiwa umeweka kwa parokia, ukiwa umetuma mahali. Sasa mimi nilikuwa mchungaji nikiwa mdogo, na thank God Bishop Ucheli is the one who ordained me, and I remember Bishop Kogo preached in that function. Nikiwa mdogo sana, nikatumwa parish. Nikiwa mdogo, nikiwa nimemaliza college. Sasa nikaenda, na nilikuwa mwili mdogo, sasa hivi nimekuwa mwili mkubwa. Nilienda nikawaambia huko Migori. Nikaanza St. John Migori. Sasa nilipofika pale, najua kuna wazee wenye parokia. Haleluya. Wanafaa miwani, wananiangalia namna hii. Wananiambia, wewe ndiye umekuja hapa. Wewe ndiye umekuja hapa, maneno iko hapo, utaweza kweli? Maneno iko hapo, utaweza kweli? Kwa sababu ni judged by physical appearance. Lakini hawakujua kwamba God has put a deposit in me. Hallelujah. I left there, we go to St. John, having planted many churches which are parishes now. Amen. Usae matunda yenye Mungu amekuweka. Which impact are you bringing? Ukiwa kwa ofisi ya umma, know that God has opened that door for you to become a blessing. Yes. Hallelujah. Amen. God has opened that door. He has planted you there so that you may bear fruits. Sometimes wanaangalia hata wanasiasa wetu wa Kianglikana ambao kwa parliament. Maneno ambayo hawajui kama Mungu amewapanda pale wa influence things. Hallelujah. Amen. Ndiye jirani yako, Mungu amekupanda hapo. Na amekupea mbegu. Anataka matunda. Na wengine wanasema tangu mchungaji akuja hapa wa Kristo wacha ongezeka. Sijiji mnafuga kondoo. Unafuga kondoo na mbuzi. Kazi ya mchungaji ni nini? Kulisha kondoo na kuwaongoza kwenye machani mabichi na kuwa protect from the enemy. Are we there? Yes. Hiyo ndio kazi ya mchungaji, the basic. Kazi ya mchungaji ni kuongoza kondoo kwenda kwa machani mabichi, kuwalisha chakula, kuwa protect from the enemy, kuwaongoza. Msaona mchungaji akisalisha kondoo? Bwana asifiwe. Pungie mkono. Haleluya. Wewe unasema mchungaji tangu akuja hapa wa Kristo wacha ongezeka. Ni nani wanafaa kuongeza kondoo? Kondoo wanafaa kufanya nini? Kusaana. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako saa matunda. Mchungaji sikia. Praise God. Tangu padri akuja hapa hii parokia wa Kristo wamepungua. Nani yako na shida? Kondoo. Kondoo wanafaa kuzalishana through reaching out to others. Hallelujah. Mpigie Bwana Yesu makofi kama umesikia hapa. God wants you to bear fruits. Panuka. Saa matunda. Wewe umekuwa Mkristo, hauna disciple hata moja. Unasema ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, na hata milele ndivyo hivyo. Amen. World without end. Amen. If we are going
to produce fruits, we must think outside the box. We must position ourselves tusae matunda kwa utukufu wa Mungu. Nataka kumaliza na story. Kulikuwa na mtu alikuwa na msitu, a forest. Na kwa hiyo forest wanyama walikuwa wanaishi ndani. So mwenye msitu akaamua kwamba hii msitu sasa it needs to be cut and developed. Aweka project pale mzuri. So akaandika ilani, signpost. Signpost ilikuwa inasoma there will be fire any day. There will be fire any day. Sasa wanyama wa mwitu wakitembea pale wanasoma signpost, there will be fire any day. Simba akaita barasa ya wanyama wote wanyama wa msituni wakakaa. Simba akapreside ndio akasema, unaona maisha yetu iko adharini. Kuna kibao kinasoma kwamba tutakuwa na moto siku yoyote. Tufanyaje tuokoe maisha yetu? What will we do to save our lives? Then the animals began to give their views. Then the sungura mchanja akasimama akasema, niko na jawabu. Kwa physics nilisoma Eureka. I found it. Niko na jawabu. What we will do, tutachimba shimo. We will dig a big hole in the forest so that moto ikikuja sisi wote tuingie ndani. Wanyama wakasema kweli tumekipata, wakasangilia. Lakini wanyama wengine wakasimama wakasema kuna tabu. Sisi wanyama wengine tuko na pembe kubwa. Tuko na pembe. Huenda hizi pembe zetu zikatusumia tusiingie kwa shimo. Tufanyeje? Tena sungura akasema, hii ni kazi rahisi. Hizo pembe lazima zifanywe nini? Zikatwe. Hizo pembe lazima zikatwe. Wanyama wakakubali, wengine wakakataa. So kazi mbili zikaanza kufanyika, ya kuchimba shimo na kukata pembe. Wanyama wengine wakakataa, kata pembe zao zikikatwa, wanasema hii is my weapon. Oh, this makes me beautiful. This is what I cannot let my pembe ikatwe. True to the signpost. Moto ukaja. Na moto ukisukumwa na upepo. Wanyama wale waliokuwa wamekata pembe zao walikuwa wanakuja mbio wanaingia. Wale ambao walikataa kukata pembe wakapaki hapa juu na pembe zao, wakaanza kusemesana, tafadhali nikate. Alafu mnyama anamwambia ni sawa, nikikukata nimalize wewe uingie. Mimi nani atapaki akinikata? Moto ukaja ukawachoma wote kwa mdomo ya shimo, kwa sababu walikataa kukata pembe zao. Geukia jirani yako mwambie, unafaa ukate pembe. Mimi ambaye nimesimama mbele yenu ni sungura mchanja. Niko na msumeno ya kukata pembe ambayo ni neno la Mungu. Atakaye kubali pembe yake ikatwe ataokoa nafsi yake. Na atazaa matunda. Na yule atakaye kataa
pembe yake itampeleka, utaungua na pembe. Biblia inasema better to go to heaven with one hand kuliko kwenda na mikono miwili. Leo pembe yako kama ni mkono birika, hautaki kutoa kwa mambo ya Mungu, hautaki, hiyo ni pembe inafaa kukatwa inyoshe ili uingie usae matunda. Haleluya. Amen. Ukiwa jirani yako mwambie kata pembe. Ukitoka hapa kata pembe katika kanisa lako. Kata pembe katika maisha yako. Mimi ni kiburi, mimi ni uchoyo, mimi ni madharau, mimi ni kutoheshimu mamlaka. Hiyo ni pembe unafaa kukata ili wakoe maisha yako. Au heshimu wazazi wako kama kijana, pembe umepepa, unafaa uikate ili ukaweze kumwona Yesu Kristo, ukaweze kusaa matunda. God has given you a seed. He wants fruits from you. Which legacy are you leaving behind? The Bible ends by saying, David served God's purposes in his generation, and he died and was buried with his ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. He is remembered because of the legacy of influence that he left behind. Wewe unawacha nini nyuma? Mwisho Biblia inasema, kutoka sasa andika, heri wale wanaopumzika katika Bwana, kwa maana kazi yao na matunda yao yatawafuata. Ni nini itakufuata kwenda mbinguni? Wanasifiwe. Nini itakufuata? Haijasema bibi yako atakufuata, haijasema bwana yako atakufuata, haijasema kijiji chako kitakufuata. What will carry, what will follow you to your destiny is your fruit and your work. Hallelujah. Amen. Your work speaks powerfully about your life. Tusimame sisi wote. We want to pray today as we close our eyes, and we are going to sing this song. As we sing it, we want you to lift your hands before the Almighty God, and you are saying, umekuwa stagnant in one place for a long time. You are not seeing any fruit, and God has challenged us kwamba anataka tusae matunda. We want to sing tense 118. Ni ujumbe wa Bwana. I want us to pray with you. Lift your hand before the Lord. You want God to increase in your life. You want to renew your commitment in the service of God. You used to pray, these days you don't pray. You used to be a giver, this day you are not giving. You used to be an encourager, this day you have slided back. You want God to revive things and death in your life. God may breathe life unto them that you may serve Him better. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, wa maisha ya daima. Haleluya, haleluya, utaishi ukitazama.
In my business, in my family, in my church, in my endeavor. You have experienced dryness of life, and you want God to help you to be fruitful. Lift your hand before the Almighty God. God has deposited many things in your life. He has given you friends. He has given you pastors. He has given you bishops. He has given you a job. He has given you a wife. He has given you a husband. He has given you children. He has given you livelihood. But you feel dryness in your life and you want us to pray with you. Put your hand straight before the Almighty God. I want to pray. Almighty God, in the name of Jesus Christ, the name that is above every name, the name at which every knee must bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. This is the name we are calling this afternoon. Thank you, Lord, for speaking to us by your word in a voice which is clear and still. In response to your word, your people have lifted their hands before you and before us. Lord, arise in your power and majesty and reveal your glory to these your servants. Where there has been dryness of life, we speak showers of blessing. Where there has been confusion in their lives, we speak the order of the Lord. Father, where there has been stagnation, we speak progress. In the mighty name of Jesus Christ. Anything that is death in their lives, we breathe life unto them. In the mighty name of Jesus Christ. Is there anyone among them who is sick? We announce your healing from their heads to the sole of their feet. We command the evil one, the devil, to withdraw his hand from the people of God. In the mighty name of Jesus Christ. Be healed in your life. Be healed in your marriage. Let your business be restored. In the name of Jesus Christ. We rebuke the devourer in the name of Jesus Christ. You shall be heads and not tail. No every angel of darkness who has been assigned to monitor and hinder your progress. We rebuke him right now in the name of Jesus Christ and declare fruitfulness in your life. Every barrenness we declare it null and void. We announce fruitfulness in our lives in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. When today, as we are going to plant and give you the seed, the fruit of the seed that you have given unto us, Lord, we pray that we give it in faith, that, Lord, we are going to do exceedingly abundantly beyond what we can imagine or think of.
May your name be praised. May your word be a seed in our hearts. Let it germinate, grow, and bear fruits for your glory. Bless your people, Lord. Bless everyone who has listened to this voice. Cause your face to shine upon each one of us. May your name be praised, O God, for this is our humble prayer, believing and trusting in Jesus' mighty name. Amen. Let us clap to the Lord. May the Lord bless you. Yeah.